video network. Yes, kabisa. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu. Na bila shaka wimbo huu ni dhihirisho kwamba siku ya leo, siku ikiwa ni siku ya Sunday tarehe 27 mwezi ni Februari mwaka 2022, tunakukaribisha sana katika siku hii ya leo, ambapo bila shaka tumekuandalia mengi zaidi katika haswa siku hii, ambapo tuko na mahojiano na mwimbaji wa kibao hiki ambaye anaitwa ni Kubuya, ambaye kwa kweli atakuwa anaingia hapa mida ya saa 4 pale, lakini hiyo ni tu njia moja ya kukualika ili kwamba tuweze tukaingia hapa kwenye studio hivi sasa ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard. Natumai kwamba siku yako imekuwa nzuri pale kanisani na hata mali ulikokuwa, na Mungu amekubarikia kabisa, na naamini kwamba Bwana amekuwa kimbilio lako, na katika hiyo hali bado unaendelea kuvumilia na unaendelea kusonga hatua baada ya hatua kabisa. Tukiendelea kwa njia hiyo, basi ni karibu tena, nasema tena karibu, ili kwamba tuzidi katika siku hii ya leo. Karibu sana kwa watu wote ambao mko kwa umbali, wale ambao mko kwa ukaribu, ili kwamba tuweze kuingia kwenye show live hapa kwenye Kisii Hot TV. Kumbuka kwamba siku zote mimi ninasema kwamba unapoingia jua kwamba lazima comment, ushare, ulike video, na pia uweze kuwa pamoja na sisi. So Kubuya ina Shortwell atakuwa hapa pamoja na sisi siku hii ya leo. Nakumbuka kwamba tutafute pale kwenye mitambo ya Facebook kama Kisii Hot TV, na pia kwenye mtambo wako hapa wa YouTube pia tutafute kama Kisii Hot TV. Itakuwa ni vizuri ukiingia pale utaweza kucomment na itakuwa ni vizuri. Polycarp Ongeri Desmond anasema kwamba na macho tupo pamoja. Thank you so much. Sabaris mtoto wa Rose anasema kwamba nawaona. Dada mkubwa pale kutoka Saudi Arabia anasema kwamba hi. Thank you so much. Alikuwa anasema kwamba she was alikuwa ni msichana, dada mkubwa ni kike. Haya, anasema kwamba she is waiting. Thank you so much kwa wale wote ambao mmekuwa mkingojea show hii kwa vishindo. Naona kwamba kuna mpira bado unaendelea kuchezwa pale kwa wale ambao ni mafans. Mtaendelea mkifuatilia pale, and here hapa sasa tuko serious na masuala ya live streaming pale. Thank you so much kwa wale wote ambao mtaendelea kutuma jumbe zenu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba tunaendelea show kabisa siku hii ya leo, na tuendelee kutuma jumbe zetu moja kwa moja, na tusibanduke, maana hapa ndipo utapata tumbuizo kweli, na utapata habari ambazo zinakuelimisha na tunakuchanganusha na masuala mengi zaidi. Usiondoke, maana siku ya leo ni siku ambayo tumeiona kwamba hii baraka. Leo najua kama ni the last Sunday ya mwezi huu wa Februari. Kwa hivyo achwe nje, maana Mungu anakusudi na maisha yako. Leo tukiwa kama ni last Sunday ya February, tunaifunga vizuri. Kwa njia gani? Kwa njia ya kuleta mwimbaji ambaye ni wa kimataifa kutoka pale DR Congo. Kwa hivi sasa pale DR Congo ni saa 1:38, lakini hapa Kenya tunasema kama ni saa 2:38 saa ya Afrika Mashariki, na pia tunasema kwamba bado tuko pamoja kwa njia iliyo nzuri kabisa. Endelea kutizama hapa. Nitarejea baadaye, lakini inabidi kwamba tuweze kuanza kwa maombi. Wale watu ambao mnanipenda pale, mngependa kunitafuta pia, naitwa kama Papa Isaac Leonard kwenye page ya kwangu, na pia kwenye Facebook nitafute kama Isaac Leonard, pale YouTube nitafute kama Papa Isaac Leonard. Nitakuwa ni vizuri kabisa. Tuendelee kusonga kwa njia hiyo, basi itakuwa ni vizuri tukiendelea kupambanua na kujua yale ambayo Mungu ametukubalia kwamba leo yawepo, na tuzidi kuendelea kwa njia isiyo na ubaya wowote. Kwa hivyo endelea kufuatilia hapa. Tuko hapa tukuletee burudani zaidi ya burudani, ili kwamba tuendelee kubarikiwa. Kwa hivyo sasa, kwa wale ambao mnapenda mchezo wa football, kidogo tu nimefahamisha kwamba ni dakika ya 50 bado kupatikana kwa pande zote mbili. Unajua tuko kwenye gospel, lakini pia mpira
lazima tutawafahamisha, itakuwa ni vizuri. Haya, karibu sana, karibu tena, karibu. Tungependa tuweze tukaomba kwa njia moja barabara ili kama tuweze tukaanza. Baba wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya ulinzi wako. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umekuwa ni mwema maishani mwetu. Bwana, tunakuinua na tunakusifia kwa sababu wewe ni mfalme na unatosha Baba. Tunakushukuru maana Mungu, maisha yetu si bure, maana wewe Mungu umekuwa pamoja na sisi, na tunakushukuru maana bado utazidi kuwa pamoja na sisi siku hii ya leo na hata kuendelea. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba, amen and amen. Karibu sana wote ambao mko mbali. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe
kwangu. Yahweh, wewe ni yote 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 kwangu. Yahweh, ningekuwa wapi? Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Na bila shaka wimbo wake Chebos ambaye ameondoka kwenye studio hivi sasa. Tunashukuru sana kwa sababu ya kupata wimbo huo. Najua kwamba mambo ni mengi ambayo tuko nao siku ya leo. Naona kama timu Sifa pale wanaendelea kusema wako locked kabisa, ile kikundi cha WhatsApp pale. Tunashukuru sana kwa wote ambao bado mnaendelea kujiunga pamoja na sisi ili kama tuzame katika siku hii ya leo na kuambia kwamba Bwana Yahweh, wewe ni yote kwangu. Katika hali zote wewe ni Yahweh. Katika hali zote bado tunasema kwamba wewe ni Yahweh. Asante sana kwa wimbo huu ambao umeondoka hivi sasa, tukiendelea kwa njia ambao ni nzuri kabisa. Sijui unatupata kiwa maeneo gani? Itakuwa ni vizuri kituma ujumbe wako kwa njia iliyo rasmi kabisa ili kama tuweze kuona pamoja na wewe katika mida hii ya saa 2:46 saa ya Afrika Mashariki. Na nakukumbusha kwamba bado mida yoyote hivi sasa tutaweza kujiunga pamoja naye ndugu Patrick Kubuya kutoka eneo lile la DR Congo, na itakuwa ni vizuri kwamba ukijaribu kujua historia yako. Nakumbuka kwamba mwaka jana tuliweza kuwa na yeye hivi hapa tu mwezi wa Juni, lakini hii leo tena karibia mwaka mmoja, lakini tunashukuru sana bado tutaweza kuongea na yeye katika mida ya siku hii ya leo. Kwa hivyo usiondoke wala usiende mbali, hata usisite. Itakuwa ni vizuri ukiendelea kufuatilia. Nimeweza kuweka link pale ili kwamba tuweze tukaingia hapa na tuseme kwamba leo umeshiriki kanisa gani, leo umekuwa wapi siku mzima, leo umekuwa namna gani, tuweze kufahamu kwamba umekuwa wapi kanisani. Na kidogo tu niweze kusema kwamba kuna interview ambayo ilikuwa ianze mida ya saa 2 lakini ilikuwa cancelled kidogo kwa sababu ya masuala 2-3. Tukuweza kupatana vizuri na yule ambaye tulikuwa tunaminterview siku hii ya leo, Evangelist Dennis Emmanuel. Tukuweza kupatana kwa njia nzuri, kwa hivyo ikabidi kwamba tumeweza kupostpone, wanasema kupostpone. Kwa hivyo leo hii tutaweza kuwa na wewe hadi hiyo mida ya saa 6 pale, tukingoja ndugu yetu Patrick Kubuya aweze kuingia hivi leo ili kama tuweze kufahamu historia yake. Kwa hivyo kwa wale ambao mnafahamu historia yake kwake, itakuwa ni vizuri ukiweza kuingia hapa tuweze kujua historia yake. Yeye ni nani na ametoka eneo lipi na ameishi maisha ya aina gani, kama yeye ni mtu ambaye ametoka nyumba ya kifahari ya kisosi wanasema. Kwa hivyo tungependa tu kujua na baadaye tutaweza kujua ni yapi ya kufana kwenda mbele. Lakini vizuri tuweze kufahamu leo umeshiriki kanisani wapi, leo ni neno lipi ambalo umelipata ambalo kidogo likakujenga likakuinua kiroho. Maswala ni mengi ambayo umeyaona siku ya leo, lakini tungependa tu kujua na kufahamu kweli leo kuna lile ambalo limefanyika katika mahala kwako pale. Unadhani kwamba ni lipi hili ambalo siku ya leo unalifurahia ama unafurahi kwa sababu yalo ambalo limefanyika juu ya maisha yako? Na itakuwa ni vizuri ukiendelea kutuma ujumbe wako na pia kushare video hii, na vile vile uweze kuilike video hii kwenye YouTube pia kwenye Facebook. Itakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia ya pamoja. Naitwa Papa Isaac LENARD, na kidogo tu kabla tujaendelea pale mbele, tukiendelea kungoja watu ambao wako maeneo mbalimbali uweze kuingia, itakuwa ni vizuri kama tumeweza kuweka hii, itakuwa ni nzuri sana. Ikiwa uko pale manyumbani, uko pala uliko, inaweza kuwa kwamba uko mashambani, uko pale manyumbani, uko kwenye city, habari hii nakupata ukiwa wapi? Itakuwa ni vizuri ukituambia ujumbe wako
kuhusiana na masuala ya streaming. Iko kama ningependa tu kustream mahala popote, ningependa kustream pale manyumbani, ningependa kustream kuhusiana na harusi, unaweza kustream kuhusiana na masuala ya matanga ama maziko ya ndugu ama dada ama jamaa. Pia unaweza kuwasiliana pamoja na sisi ikiwa kama kuna news pale nje ambayo ungependa kwamba ipeperushe hewani. Nambari ya simu ni 0700169444. Itakuwa ni vizuri ikiweza kuongea na sisi na tutakuwa tumebarikiwa sana kuwa na wewe. Itakuwa ni vizuri sana, itakuwa ni baraka, pia baraka tele tukiona kwamba umeweza kuwa pamoja na sisi. God bless you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia. May God bless you, God bless you a lot. Na tunaamini kwamba mtakuwa ni wa baraka, hata si leo tu na hata zaidi ya hii leo. Kwa hivyo endelea kufuatilia papa hapa, utaweza kupata mambo mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, ambayo ni zaidi ya tosha. Nakwambia ni zaidi ya tosha. Kwa hivyo endelea kufuatilia papa hapa, usiondoke na wala usibanduke. Ni hapa tu ambapo unapata burudani zaidi ya burudani. Zimekatika ni dakika 50 baada ya saa 2 usiku. Kwa hivyo tuweze kuendelea kupata baraka juu ya maisha yetu katika siku hii ya leo. Na kidogo tu niweze kuangalia hapa kidogo, tuweze kuangalia kama kweli tutaweza tukapata wimbo kidogo ambao utaweza kuwa ni baraka kwetu siku ya leo, ili kama tuweze tukabarikiwa pamoja. Yes. Sasa ukiwa kama uko pale na ungependa tu tuweze kucheza pamoja, okay, kufurahi pamoja. Najua leo ikiwa Sunday lazima tufurahi pamoja. Itakuwa ni vizuri tukifurahi pamoja pale uliko. Inakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia hiyo ya taratibu. Okay? Uko na mimi Papa Isaac nilivyosema awali, na bado tunaendelea kwenye saa ya baraka, tukisema kama ni gospel hotspot, ambapo this is the hotspot ya gospel. Ukitaka baraka, itakuwa kwamba umepata baraka hapa tu. Ukitua hapa unapata baraka. Yes. Nila kutafuta wimbo huu, alafu nitaweza kukuwekea ili kwamba uweze kupata baraka hapa tu kwenye gospel hotspot siku hii ya leo. Okay? Tunaendelea kutafuta pale, ikija tutaweza kuicheza, itakuwa ni vizuri. Itakuwa ni vizuri. Okay. Itakuwa ni vizuri. Haya, tutaweza kutafuta pale, itapatikana in a few and tutaweza kubarikiwa. Now, there are some 2-3 things unastahili uelewe leo, ama si leo, ama ni kuendelea. Kuna jambo ambalo unastahili kuelewa. One is about life. Number 2, about the word. The life and the word ni mambo mawili ambayo lazima yaende moja kwa moja. Tunaelewana? Kwa hivyo ikiwa yanaenda moja kwa moja, basi lazima tutaenda kwa pamoja na itakuwa ni vizuri. Now, ikiwa mambo yanaenda pamoja, basi inabidi kwamba tuwe hivi, ama inabidi tufanye hivi. In this life, kuna kitu ambacho mimi nitakichukia na sitakipenda, na naomba tu kikifanyika, lakini kifanyike kwa njia nzuri. Yani siku zote sitataka tu nikuwe mimi ndiyo yule ambaye kidogo sijui neno. Nataka uelewe vizuri. Just imagine leo mtoto wako amekuja kwa nyumba na ashaingia, and then wakati nakuuliza swali kutoka kwa Biblia haujui. Akikuuliza swali lingine haujui. Akikuuliza swali lingine kuhusu Biblia haujui. So what can people think about you? What can this child think about you? Kwa sababu siku zote mtoto anataka uwe mfano kwake.
uwe ni taa kwake. Anataka wewe uonekane kuwa ndio kielelezo kwa maisha yake. Sijui kama wewe ni kielelezo kwa jamii yako, sijui hilo sijalifahamu, but I wanna understand wewe ni kielelezo kwa familia yako, kwa sababu siku zote ukiwa kama unafanya yale ambayo ni makusudio ya Mwenyezi Mungu, siku zote this kid, this son, this daughter atakuwa tu anafanya vile wewe unamwambia. Now an example is today. Leo papa ametoka hapo nje, akona mtoto, bahati mzuri tumepata mtoto, yes. Ikiwa tuko na mtoto pale, anahitaji nimueleze kitu fulani. Yes, ikiwa kwamba anahitaji nimueleze kitu fulani, itakuwa kwamba lazima niwe na jambo la kumweleza, haswa niwe na jambo la kumconvince. Sasa wewe utaconvince mtu wa kwako namna gani ikiwa kwamba haujamueleza vile mambo yalivyo kwa maisha yako? You have to tell this person vile Mungu anavyo na uwezo, vile Mungu alivyo na nguvu, vile Mungu alivyo na neema, vile Mungu alivyo na baraka. Kwa hivyo ukishamweleza hivyo, basi inabidi kwamba tuweze kujua jinsi ya kumwelewa Mwenyezi Mungu. Kumwelewa ni kwanza lazima ufahamu neno lake, ufahamu yeye ndiye uzima, ufahamu yeye ndiyo nguvu, ufahamu yeye ndiyo anatuneemesha, na ufahamu kwamba yeye ndiyo nguzo ya maisha yetu. Hivyo vitu ukivifahamu vitano itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo siku zote kwa maisha yako tamani na utamani. Tamani na kueleza tena utamani na utamani kwamba ulijue neno la Mungu zaidi. Uzame. Just imagine leo you've been discussing with your kid, ukimwambia unajua mtoto wangu leo nimekuwa na challenge hii na hii na hii, and then ukiwa na hiyo challenge imekuwa kwamba you've been having some problems, and then wakati uko na hiyo challenge namwambia afadhali nijue. Sasa mtu akifikiria anaona huyu mzazi ana neno, ati hakuna haja mtu ishi kama no, there is a reason for you to be alive. Bwana Yesu asifiwe. There is a reason for you to be alive. There must be a reason. Why is ukiwa hai leo, kuna vitu ambavyo ungependa kuvifanya kwa maisha yako, and we need this to happen to your life. Hallelujah. We need this to happen to your life. Hatutaki tu uishi kwa maisha unalia, hatutaki kabisa. Tunataka tu uishi maisha ambayo una furaha kweli kweli. Una furaha ukisema kwamba ninajua kuna Mungu anaishi katika mipango yote, ninajua kuna Mungu anaishi. Praise the Lord. Yes, ninajua kuna Mungu anaishi, Mungu anayetawala, Mungu anayeongoza, Mungu anayeonesha njia kwa wale ambao hawajaona njia. There is that God ambaye anakuonesha njia pasipo na njia. And that is why leo tukiishi mimi na wewe tukiishi hapa leo, we are advised kwamba tujue hivi kwamba neno ndilo nguzo, na tukiwa kwenye neno tunastahili tuishi kwenye hili neno, na hili neno likiwa nguzo, basi lazima umweleze mtoto wako kuhusu hili neno. Ukiliacha tu kumuonesha ama kumfahamisha huyo mtoto wako kuhusu neno, then you know that good role model in life. So lazima mwanzo afahamu kutoka kwako nini mtoto wako amejua. Yes, akijua there's something in you, then at the end of it all itakuwa ni baraka. Itakuwa ni baraka kabisa. Sijui kama wewe sijui kama wewe ningependa kuwa baraka kwa watoto wako, sijui kama wewe ungependa kuwa baraka kwa familia yako, sijui kama wewe ungependa kuwa namna gani. So lazima ujue neno. Now tukienda the second chapter, inasema hivi,
Jesus himself was tempted kwa swala la neno. Yesu mwenyewe alipata kwenye jaribu kwa sababu ya neno hili, lakini kwa sababu alikuwa anajua neno, angeweza kuanguka wala angeweza kuzama. Na today, leo wewe uko na swali kwa maisha yako, ama umewahi kuwa na swali juu ya maisha yako ukijiuliza kwamba Mungu, ninataka unifanyie hili, Mungu ninataka unifanyie hili. Basi ikiwa unataka ukufanyie hilo, pia wewe changamka kwa kufanya yale ambayo ni makusudi yake Mwenyezi Mungu, na inakuwa ni vizuri ikiwa kama bado unajaribu kuelewa lile ambalo ninakueleza. Okay, inakuwa ni vizuri sana. Tukiwa kwenye awamu hii ya kwanza imeisha, tumeingia kwenye awamu ya pili ya mida ya saa 3 hadi mida ya saa 4 pale, na kutoka hapo mida ya saa 4 tutakuwa tunaingia kwenye mida ya saa ngapi? Mida ya saa 4 hadi saa 6, ambayo itakuwa ni mida nzuri ajabu. Okay, ni dakika ya 72 ambapo bado mchezo umenoga pale, na tunajua kwamba kuna wale ambao ni mashabiki mnapenda mchezo wa mpira sana. Kwa hivyo msiwe na hofu haipo tena, hofu isikuwepo tena, kwa sababu mpira huu ni dakika ya 72. Dakika ya 72, imeona kwamba wale ma strikers wawili wameingia uwanjani, unaitwa Lukaku na huyu mwingine anaitwa namna gani, hata nimesahau jina lake. Lakini okay, thank you kwa wale wote ambao bado mnaendelea kufuatilia, lakini I'll just tell you nani atachukua nafasi ya mwingine, lakini bado mchezo unaendelea. Worry not, mchezo unaendelea, unanoga kabisa. Clive Omwenga anasema kwamba vipi? Poa sana ndugu yangu, karibu sana, tubarikiwe kwa sababu ya siku hii ya leo. This is a new show, a nice show. Thank you so much Clive Omwenga, God bless you so much. Let me just try to show some of the some of these yeah, thank you so much brother. So tunasema neno la Mungu, mtu anaweza katumia neno la Mungu kujinufaisha. Do you know that? Mtu leo anaweza kasimama asome verse fulani, na najua wako asome verse fulani, akisha isoma alafu anakwambia Biblia imesema hili na hili liwe hivi. Biblia imesema, oh yes, Biblia imesema in one verse. Hata kuelewa neno lilikuwa linamaanisha namna gani, wewe ushaanza kusema umekula maneno. Just wewe kula maneno, but just know that the word of God ni kubwa. The word of God is a library. The word of God is holy. The word of God is righteous. The word of God is the gift from our God. So we have that gift with us. So that gift ikiwa kwetu, then we should not use that word ili kujinufaisha. Tunastahili kuitumia ili kidogo iwe kwamba ni baraka kwa wale ambao wanakutizama, wale ambao wanakufuatilia, wale ambao ni marafiki wako. Naona hapa Brian Morema ameingia. Brian Morema, Bwana Yesu asifiwe. Brian Morema, unanipata? Brian Morema, na kungoja tu uweze kuongea kidogo alafu nitakusikiza. Brian Morema, unanipata pale? Brian Morema anaweza kutengeneza mitambo yake, ataweza kurejea I guess ni kama ile hang kidogo, lakini tunaamini kwamba ataweza kuingia. Judy Kwambuka anasema kwamba watching, thank you so much, na kuona pale mtambo wa Facebook, God bless you so much. Wale watu wetu wa Facebook, unaona wale sijui leo umeshiriki kanisa gani, na tutaweza tukajua baadaye, tutaweza tukaendelea kwa njia ya taratibu. Kama watu wa Facebook nimeona wawili pale, Polycarp na Cyrus mtoto wa Rose, naona pale wako vizuri. YouTube tuko na watu wengi ambao wameweza kucomment. Dada mkubwa, baada ya dada mkubwa tuko na Clive Mwenga, tuko na Judy. God bless you so much and we are going to be blessed, you know.
So nilikuwa nasema kuhusu historia ya Yesu. Yesu alikuwa na neno la uzima. Yesu alijua kwamba ako na neno, na alitumia ili neno ili kwamba si kwamba ajinufaishe, lakini ili baba yake aweze kupata utukufu. So katika hali zote, sijui kama wewe Mungu wako amepata utukufu. Yes, yes. Okay, nataka kuongea na ndugu hapa kidogo kwa mtambo wa Facebook wa WhatsApp. Oh yes, naona pale watu wengi wameweza kuingia pale. Nimeona Mwarema tena ametoroka. Bundi Candice anasema kwamba live from United States United Nation Nairobi. Thank you so much kwa mtambo wangu wa Facebook pale, tunamuona pale Bundi Candice. Tunamuona kwa njia ya taratibu, so he is like sema kwamba kutoka United Nation Nairobi, so we are happy bado anaendelea kutufuatilia. Okay, vizuri. Naona Patrick ameniambia by saa 4 pale atakuwa pamoja na sisi, so don't go anywhere. We are all together here and we are going to be blessed kabisa kabisa siku hii ya leo, kwa sababu itakuwa ni siku ya baraka kwa baraka. Nimeona nyuma ya kamera, nimeona chakula na ni kama nitaanza kuhisi kwamba sina raha hapa ndani, so ni kama ninaletewa chakula hapa ndani na sijajua. Anyway, okay, tunaendelea tu kutizama. Nimesi ni kama nimesalivate sana nyuma ya kamera person ananiambia kwamba ameleta chakula hapa. Sasa mimi nashangaa, sasa analeta wakati niko kwenye show jamani. Anyway, tuko pamoja tutaendelea tu. Naona tu chakula kile kizuri ninachokipenda kiko hapa, lakini hatuogopi, tunaendelea, au sio? Okay, sasa tunaweka wimbo kidogo, alafu nitaweza kurejea baadaye, tutaweza kuingia kwa njia ya taratibu. So usiondoke, nipo hapa kwenye Kisii TV. Mida ya saa 3 dakika zimekatika, ni dakika 7 tu baada ya saa 3 hiyo ambayo ni saa ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo tuendelee kuzidi na kubarikiwa kwa njia ya taratibu, na itakuwa ni vizuri ikiwa kama unaendelea kucomment na kusema kwamba uko sawa. Kabla ya kuondoka kuweka wimbo, Brian Mwarema, ujambo bwana? Yes, jambo bwana. Uko mzima? Uko mzima? Nashukuru Bwana kwa sababu amenilinda. Amen, amen. Leo umeshiriki kanisa gani bwana? Leo nimeshinda tu kanisa ya Nyakoe. Nimeshiriki huko, ndio maana nikachelewa kidogo tu. Ndio kufika nikakumbuka kwamba leo kulikuwa na jambo hapa. Yeah, karibu sana. Bado tunaendelea katika hawa ya pili. Hawa ya tatu ndio tutakuwa naye ndugu yetu anaitwa nani? Anaitwa Patrick Kubuya. Kwa hivyo amesema kwamba mida ya saa 3 saa 4 atakuwa hapa, tusiondoke, tutamngojea, au sio? Nakusikia, lakini network ni kama inapotea kidogo. Lakini hebu leo neno la siku ambalo limekubariki kanisani lilikuwa ni gani? Sorry, sijakupata. Leo neno ambalo umeweza kuhubiriwa kanisani lilikuwa ni lipi? Let me refresh my phone kidogo. Okay, thank you. Utaweza kurefresh alafu utarejea. Ni ndugu yangu pale anasema kwamba amekuwa akishiriki kanisani pala panaitwa
Okay. Pahala panaitwa Nakoe, ameshiriki pale Nakoe, so we are happy for your brother. Thank you so much. Kwa hiyo wale wote ambao mko pale nje na mngependa kuingia kwenye linki ya leo itakuwa ni vizuri. Wala ambao pia mnatufuata kupitia mtambo wa Facebook, mtaweza mkalog in ili kama tuweze muweze mkalike hiyo video, muishare, itakuwa ni vizuri. Na tutakuwa kwamba tumehesabiwa kwamba sisi ni wale ambao ni wabarikiwa. Okay? Naamini kwamba pia wewe ni baraka. I will have to repeat this song. This song is awesome. Leo tunasema kwamba ni moyo wangu hadi mwisho. Moyo wangu hadi mwisho. Siondoki na moyo wangu. Moyo wangu hapa hadi mwisho. Mwisho kabisa. Ni kidogo, hebu nijaribu kutafuta. Najua sijatafuta wimbo huko pale, nataka niupate sana, kwa sababu wimbo ni baraka kwangu pia. I hope pia kwako ni baraka. Wimbo unachukua muda bwana, hii wimbo. Tutacheza tu wimbo moyo wangu, alafu baadaye tutaweza kuingia pale pengine ili tuweze kuona kama kweli tutaweza kusonga mbele. Ya kabisa. Nataka tucheze moyo wangu, alafu baadaye nitaweza kurejea. Baada ya kukula kile ambacho nimekiona nyuma ya kamera. Alafu nikirejea mtaniambia nimekula nini. Mtaniuliza nimekula nini, alafu nitawaambia au namna gani, si ndio? Sasa watu ambao tumependa chakula bwana, tuko na problem. Engineer Brian Omwenga. Yes sir. Yes, talk to me. Leo neno ambalo umefunzwa kanisani lilikuwa ni gani? Neno ambalo leo kidogo umefunzwa kanisani lilikuwa ni lipi? Ni kama leo hiyo sound haitoki vizuri lakini. Uko serious? Uko serious? Sawa, tunajaribu kuconnect. Okay. Umanipata? Bado. Haya, sasa ni kama imekuwa shida, tutaongea baadaye. Let me check on this. Nikirejea tutaweza kujua shida iko wapi, lakini I'm sure kwamba mambo yako vizuri, hatujakuwa na shida yoyote. Kwa hivyo don't move away. We are going to be blessed, I tell you. We are gonna be blessed kabisa. Yes, naona kwamba baraka inashuka hapa katika jina la Kristo Yesu. Okay. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua
shida zangu yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu. 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 Yawe ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Naam, bila shaka, thank you so much. Wimbo huo ambao mnaona kama umeoneka hewani ni wimbo wa kikundi wa dada Michael Chebos, Joan Chebos, ambaye hii leo bado last time tuweza kucheza wimbo huo na tukaambiwa kama na ndugu yetu kwamba wameimba vizuri. Sasa leo bado tutaweza kuongea na yeye pia tuweze kusikia kwamba mahojiano ya kwake ataweza kusema nini katika siku hii ya leo. Bado tutaendelea tu kujua na kufululiza ili kama tuweze kujua ujumbe wake ni upi. Engineer Brian Omwenga. Yes sir. Sasa umenipata sasa vizuri At least now I'm getting. Right, that's good. Yeah. Ilikuwa inapotea Lakini sasa at least iko audible. Naweza kupata. Tungependa kusikia kwamba leo ulisoma nini kanisani? Ndio. Leo niliweza kusoma vitu mingi specifically. Hello. Ndio nakupata. Wanipata? Yeah. So like leo tumekuwa na ibada. Which asubuhi mafundisho ya asubuhi tuweze Ndio. Hello. Yes, nakupata. Wanipata? Yes. Yeah, tulifunzwa mambo na utakazo. Then tukafunzwa jinsi from the book of tunaita Job.
Then tukafuatilia hiyo story ya Job, Ayubu venye alikuwa, the way he was so tempted, na hadi ikafikia shetani akataka kumwangamisha, lakini kwa sababu ya alikuwa mcha Mungu sana akaweza kumshinda. So like so bit challenging to some of us as Christians, like we normally tunapatikana kwa shida na we just accept it, tunaanguka tu, lakini because we cannot administer that one, so tunakuwa na ugumu fulani wa kutosema. Lakini tukiangalia jinsi Ayubu alipoadmit hiyo makosa yake, akasema amekiri mbele zake Bwana amekosa, alafu ndio akaokolewa. Oh, yes. So like seme the three guys wenye walimkujia kumsalimia rafiki zake, after seeing him alikuwa kwa bed, walimwambia tusi Mungu ndiye afe, ama wakamuuliza who is this God you are praying, mwenye hawezi kusaidia saa hii na still you are there unaendelea kumuomba na akusaidii. Lakini kitu ilinifurahisha, Job hakuwahi wafuata, alinyamaza tu akawaambia I know the one whom I'm serving. So wakakaa huko, wakakaa, mwishowe walichoka, na tunaangalia ya kwamba mwishowe alikasirika sana kwa hao rafiki zake, kwa sababu they almost lost, walikuwa karibu kumpotosha. So like what to challenge kwetu kwamba we just see some of the friends that we have, how marafiki either they are positive ama negative to us, so like they can add value ama they detect that the one you have, the small faith you have wanaweza litoa na wakuharibu. So like ilikuwa tu challenge kwetu, whenever we are, let's tujaribu tu kuwa passionate na tukae na standard ya kwamba kama tumeokoka tukae na uokofu, tusishikilie tu kidogo kama kitu ya kuchoma. We just hold, tuifanye immensely ya kwamba tuko ndani na Mungu anasema tukiwa na yeye ako ndani yetu. So that was so my brief. I do not know what you can add there. Tukiendelea vizuri. Sasa umeshia neno na kidogo tumeweza kufahamu leo ulivyoshiriki. Nani alikuwa mhubiri wako? Okay, today my first hiyo mafundisho ya asubuhi tuliweza kufunzwa na my church elder mzee Onzombi. After the main service was conducted by my branch pastor Julius Geti, so we were so blessed, and today was being our day of harvest. Tulikuwa tunaombea, pastor alikuwa anaombea mavuno yote. So our key verses today was about our harvests. Na it was so amazing to some of us, we did it. Tunashukuru tukamaliza vizuri. Yeah. Vizuri ndugu yangu, hiyo ni furaha. Thank you so much. Thank you so much. Sasa tunafurahi kusikia kutoka kwako. Kwa hivyo kidogo tu tuweze kufahamu ushuhuda wako wiki nzima ambayo imepita, au ushuhuda wako ni wa aina gani na Mungu amekusaidia kwa njia ipi? Okay, first of all, mi niko na ushuhuda mrefu na iko mingi since I was so born. I haven't said it to anybody, but for some time let me at least share it today kidogo. Personally Mungu amenisaidia. As ilikuwa almost some 5 years ago. I had no, sikuwa naweza kuongea kwa mtu. I was so shy, I was so I don't know how venye nilikuwa naweza ita. But ikafikia even kushika mic tu haikuwa rahisi hivyo. Even kuongea tu, ku approach mtu tu, hata
rafiki yangu wa ndani. It was so yani ilikuwa tu shida, lakini for some time ilifikanga kitu tu 2016 actually I was doing some works there at the home nikapata nikaumia sana around my neck, nikaumia vibaya sana, so I was just rushed to an hospital there at Kisii for referral without knowing who I am, bila tu kujua. So like it was so bad on my side, so painful and etc. So like nikiwa tu hapo kwa bed ya hospitali wekewa hiyo neck support, ilikuwa tu imewekwa tu kwa shingo, nilikuwa nimeumia tu shingo. So like ikakuwa tu nikaanza kujiuliza sasa, after now getting some conscience to myself, ndio nikuja nikajiuliza where am I now, nimefika aje hapa now, nilifika aje hapa na si kuona hata gari ikinibeba hapa. So hiyo kitu ilikuwa tu shida, ilikuwa so tricky to myself. 1 week ikaisha, nikatoka huko, so like nikarudi tu nyumbani. At that time nilikuwa form 3. Yes. After there form 4 the next ilikuwa tu December, ilikuwa December 2016. Ndio. Now after sasa nilikuwa nafaa kwenda form 4 2017. Sasa nikaingia tu, but nikaenda with my next support for 1 full year. So ikakuwa tu ni shida, so like after nikiwa kwa hiyo next support nikaanza kujiuliza sasa, now my youth what if I've passed now, ningeambia Mungu nimemfanyia nini? For real pia I just went to my knees, nikaomba Mungu, nikamwambia I'm so sorry, nikamwambia from now henceforth I'll be in your house, so sing to yourself, singing, yani doing some anything in the church, nafanya kitu kwa kanisa. Actually after some months nikaenda nikatolewa hiyo next support. Previous year hata nikienda x-ray ilikuwa so negative, hakuna kitu nilikuwa nimeumia, ni muscles pull tu zinishika tu. Yes. So after kumaliza sometime nikapona kiasi. So now after reporting to church nikasema not even sitting, singekaa kutia nyuma. Nilikuwa napenda kukaa nyuma sana, huko nyuma kanisa ikianza tu hivi na ingia huko nyuma, ikiisha tu natoka naenda. So like ni kama tu ilikuwa tu ni kuhakikisha ya kwamba nimeenda tu kanisa tu. Lakini sasa after now signing a contract with Jesus who is God, nikasema ya kwamba sitawahi kukaa nyuma na sitawahi enda, lazima ni participate kwa kanisa, anything inafanywa huko. Nikaanza tu kushika tu kwa kwaya, nikaanza kushika tu kuimba tu, tukaanza kuimba tu sometime. Nikaanza tu kuimba na mic, nikashika siku moja. Next time nikaambiwa omba, nikaomba, nikaanza kuimba tu hapo. So now I gained the courage. I remember tukiwa na come together at Iranda. Ilikuwa hapo kwa field, hapo kwa I think you know the place. Tukiwa hapo kwa field karibu na soko, I was given a mic for my first time. Nikaimba. Watu walikuwa wengi sana. Na nikaimba, from there nikakaa motivated. From that time up to now, I've never failed it. I serve the Lord. Amen. So amenisaidia nikapona kabisa. Now I can approach anybody positively na just and at least I can present myself to somebody, like naweza kueleza juu ya Mungu na inaendelea. So ikafika nikafanya my form 4 nikamaliza. Back there nikaenda tu Nairobi kidogo nikakaa, corona ndio hiyo ikakuja. So pia ikazungusha vitu, tukarudi Kisii tena pia mara moja. Naona pia from the starting of this year, last year I joined college, nikaendelea. This year nilikuwa na ushuhuda wangu sasa nakuja this year ni najua venye watu wamekaa, a lot of students wako nje, so like wamepata hakuna place ya attachment. So my God never failed me. Whenever I had applied, nikaenda hapo KTRH nika apply, it was so hard, people kuingia huko si rahisi hivyo.
applied, then the next 1 week nikapigiwa simu nikaambiwa your application was accepted and you are granted a 3 months internship. So like it was so happy to my side. Na ndio ameendelea kuniokoa, amenibariki. Sometimes I can stand by myself. You can use just a brain kupata pesa bila kunyang'anya mtu. So Mungu amenibariki. At least now I'm presentable in church, I can contribute something. Mungu amenisaidia. Yani sometimes vitu zingine zina happen tu miujiza tu bila kujua. Unapata tu Mungu anakufungulia mlango hii wakati umeona hakuna the next thing, kumbe Mungu yeye anajua tu anakuchukua wapi. Ndio. Yeah, iko tu hivyo. Mungu amenisaidia familia yangu. Naona my good parents they are alive, wanaendelea tu sawa, they are in Christ, they are serving God. So like I'm very happy to be one of that member, na bado naendelea kumtukuza. So in fact tukiwa hai hivi si kwa neema yetu, ni kwa sababu tu Mungu ametubariki. Hata nikiwa hospitalini watu huletwa with different injuries, wamekuwa wagonjwa. So like mtu amekaa mgonjwa for the last 1 month, hajaichukuliwa hospitali, pesa imekosa, hana NHIF card. So like anapata analeta hapo emergency, mnamwangalia for some time, unapata mtu anakufa. So like people are dying there. The other day our KTRH mochari ilikuwa imejaa. So that meaning that watu wamekufa wengi sana. So like watu wanaweka nili, wanaambiwa ya kwamba hapa sasa no space for you. So like miza moyo ikaniuliza, mbona watu wamekufa hivi na mbona mimi niko hai, niko mzima, niko na afya njema, niko na miguu yote, macho na mikono, kila kitu. I have nothing to pay God, lakini kwa sababu ya neema yake tuko wazima, na naendelea kumwomba nijalie kila wakati na kila siku until yeye mwenyewe aamue kuishi kwa binadamu kama mimi, hivyo tu. Oh yes, thank you so much brother. Ni ushuhuda kidogo tu, ushuhuda ambao unagusa moyo wako kidogo, na sijua kwamba haya maisha tunayo tu yanapita, na katika hali zote inabidi kwamba tuwe waaminifu kwa hali zote, ili kwamba Bwana aweze kutuinua. Kwa hivyo ni lazima tukue kwamba tunajizatiti zaidi na tunakaa ndani ya Kristo Yesu siku zetu ama siku zote za maisha yetu. Karibu sana kwa wale wote ambao mnaingia hivi sasa na wote ambao mmekuwa pamoja na sisi all along. God bless you so much. Ningependa kuangalia hapa Lewis Onchweri anasema kwamba watching you live from Austria, Sydney. Thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatia kutoka maeneo yale ya Austria. God bless you. Mida tu kidogo, tumebaki dakika 20 tu, alafu Patrick Kubuya ataweza kuingia hapa kidogo tu. Nimeona tena dada mkubwa ako hapa. Dada mkubwa, ujambo? Miss Omwesh, ujambo? Mazee, nimekumisi long time bana. Uko aje? I'm good. I miss you too. Yaani watu mnapotea. What is the problem? Mbona mnapotea hivyo? Hatujapotea. You need to understand. Yeah. Oh. Dada mkubwa uko aje? Dada mkubwa? Dada mkubwa unakuwa namna gani bana? Haya, tunangoja huyu ataingia. Haya, Omweshi, leo umeshiriki wapi? Tusiulize, sitaki kudanganya. Yaani hata kama umekuwa kwa TV tunataka tujue ulishiriki wapi, hiyo TV gani leo umewatch? Hakuna TV yenye nimewatch, anyway I've been watching YouTube. Hivyo. Sitaki kudanganya, na si vizuri kudanganya. So meaning leo mimi ndio pasta wako siku ya leo eh? Yeah, nataka leo uniombea, unihubirie at least. Unajua pasta akikuhubiria pia utatuma sadaka. Ni sawa tu, sadaka ifulizwe
Wewe ndio umesema. Alright, karibu sana, lakini tunashukuru kwa sababu ya kujiunga pamoja na sisi. Tunaamini kwamba leo kuna ushuhuda fulani ambao kidogo unahisi kwamba lazima leo itakuwa ni siku yako ya kupeana. Itakuwa ni vizuri ukipeana ushuhuda wako dada yangu. Poa, tuko pamoja. Ushuhuda wako ndio tunataka tusikie. Ushuhuda? Ni kipi hiki ambacho Mungu amekubariki nacho? Ungependa tu kuambia Bwana asante. Anyway, kitu ninaweza sema ni hivi. The Lord we serve is a living God. Sauti kidogo inapotea. Jeremiah 29:11 nasema hivi, for I know the plans I have for you. Yes. Kama unapitia changamoto zozote, ndio, the Lord is always with you. Na ukifuka hiyo changamoto hata moja, that's a testimony. Yes. Ninasema mahali penye nimetoka hadi mahali penye nimefika huku ni kwa neema tu ya Mungu. Yeah. Amen. Ni kwa neema. The testimonies ni painful. Huwezi anza kusimulia upate unatoka na machozi, which is not good. Lakini kusimulia si mbaya, maana hauko pale. Wewe ni Mungu ambaye, wewe ni mtu ambaye unasema kwamba Mungu amenitoa mbali. Why? Tunasema ameyafanya mawazo yako kuwa mapya, amefanya fikira zako kuwa mpya, na kila siku na kila saa inabidi kuwa msifu, maana yeye anatosha. Kwa hivyo ustahili kuogopa. Hebu share story yako bana. Hapana. I'm so emotional, so ndio maana anasema sitaki kusimulia hivyo. Sijasema ninaambia watu huko nje, giving up should never be an option. Mwachie Mungu shida zako, uwe na imani na kweli atatenda. Wanasema hivi, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda. Hivyo. Wow, thank you so much. Wimbo mzuri. Hata kama umenikumbusha ndugu Brian Mwenga, anajua pia kuimba, ameniambia. Sasa leo tunampa pia yeye nafasi apase sauti hapa tusikie vile anaimba. So, siku yako imekuwa long, imekuwa nzuri, mbaya, tujajua lakini. Hello. Yes, nakupata, hujaongea. Unasema aje? Yaani ningependa kujua siku yako imekuwaje leo, nzuri, mbovu, ilikuwa kadri. Anyway, I can't complain, it has been good since morning. We thank God for this fun, for everything. Amen. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. God bless you, my sister. Stay present too. Tuko pamoja. Okay, Brian Mwenga, Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Hata kwanza umenikumbusha kwamba uliniambia unajua kuimba. Maze, hebu imba hapa wimbo moja bwana. Uimbia Mungu wimbo moja. Okay. Imba hata majirani waseme, ukume Brian anajuanga kuimba hivi. Unajua tumezoea ma keyboards na vitu zingine, but we can sing it, huh? Yes. Yeah. So you said just sing. Yeah, you can sing. Are you getting me? Hello. Yes, nakupata kabisa. Ni fursa yako tu uweze ukaimba. Yaani fursa yako tu uweze ukaimba. But sasa huyu Misomweshe si asema hello. Asha salimiana ukiwa unatatizika na network.
Hii network ilikuwa inasumbua kidogo. But now at least iko sawa. Yeah, now which song now can I sing? Ani hiyo sasa. Any song, it's you to choose. Hiyo si chaona kama wewe. Haya. Yes. Si chao. Wanipata? Yes, nakupata. Si chaona kama wewe, mbaji wa mbingu na nchi, roho yangu ya kusifu, iwe mfalme. Kwa jina lako Bwana wangu, mabaya yote yanapita. Nani atakayesimama mbele zako? Sijaona kama wewe, mbaji wa mbingu na nchi, roho yangu ya kusifu, ewe mfalme. Mmoja tangu mwanzo, ninapitwa na mawazo. Maarifa yako Bwana ni makubwa, kimbilio la visasi. Sijaona kama wewe, nguvu zako Bwana wangu zinatisha. Bahari ya kutii. Network kidogo inamkangana pale, lakini we hope kwamba atakuwa vizuri na few minutes. Anasema bahari ya kutii, milima ya tetemeka. Wimbo mzuri, wimbo wake Patrick Kubuya pia. Very 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 amazing song, kabisa. Nimempata na amerudi. Haya, endelea. Tumekupata. Mwanipata? Sorry, are you getting me? Yes, we can get you very clear. So just okay, unajua sasa mimi ndio sikupati kabisa hapa. Hiyo voice yako inapotea, inakuja ikirudi. Nakupata kabisa. It's you to continue sing. Mimi naweza kuimbia, naweza imba hiyo moyo wangu. Kana moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, ninaye Mungu yote, aniingia rohoni mwangu, kanatulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Inasumbua pale. So we hope kwamba itakuwa ni vizuri. Itakuwa vizuri na few ataweza kurejea, tutaweza kurejea hapa. Now continue following kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia kutoka mtambo ya Facebook, YouTube and all the sites. God bless you. We are still on, tunaendelea kufuatilia and imekatika dakika 43 baada ya saa 3 usiku saa ya Afrika Mashariki, tukiwa kwamba tunabaki dakika 10 tu huko tutakuwa tunaungana na ndugu yetu Patrick Kubuya in a few ili kwamba aweze kutuongelesha kabisa. So itakuwa ni vizuri kwamba ikiwa kwamba uko hapa, itakuwa ni vizuri tukiongea rasmi, tujue ni yapi haya ambayo uko nayo. Itakuwa ni vizuri tukiendelea kufurahi kwa pamoja. Kwa wale wote ambao bado mnapenda mchezo wa soka, bado timu zote mbili ambao ni mchezo wa Carling Cup, bado Chelsea wako 0-0 na timu ya Liverpool katika saa hizi, ambapo ni dakika ya 14 zile za mazidadi pale. Kwa hivyo kwa wale wote ambao tunaendelea kufuatilia mchezo wa football ambao kidogo ningependa kuwa updated, nimechukua fursa hii ku update ili kwamba mjue na mfahamu
yale ambao wanajidi kwenye ulingo wa soka. Yes, Brian Omwenga. Yes sir. Yani network leo inakukataza. Kwani uko wapi? Uko manyumbani, uko kazini, uko niko Jogoo town, but right now not working, inanisumbua hapa. Hadi hata nimeahirisha kuwatch hiyo mpira ni join hii group sasa. I don't know why. Uliahirisha kuwatch mpira, lakini ni vizuri. Unajua ni vizuri sometimes. Actually nimekumbuka. Nilikumbuka hii maneno ya mpira sasa, nikasema wacha nikae kwa nyumba. Attend the show. Hata singemeki kufika hapo, nilichelewa kidogo. Ndio. I don't know kama unanipata sasa. Nakupata vizuri kabisa. Endelea na wimbo wa moyo wangu. Sorry? Endelea na ule wimbo ambao ulikuwa ukiimba wa moyo wangu. Unajua mimi niko na nyimbo mingi sasa, unajua I go for my best. Sometimes inaweza naimba hii nakupaliana sana ya Gloria Mulino. I do not know. Wanipata? Nakupata vizuri. Okay, at least now I'm getting you. Na Misomweshi pia ananipata? Misomweshi huko? Namsikia, nampata. Sasa endelea ndugu yangu. Sawa. Hata mnaweza niimbia, tunaweza imba ikwaya bwana, tunaweza imba zote. Kama kuna segment unaweza kumbuka pia, you can pack hapo kidogo. Tumekula sukari sasa, unajua nimekunywa chai jioni na after kukula, so maybe inaweza kuwa na koyo mzito, lakini tunaimba tu. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana Bwana. Hebu endelea hapo. Hello, papa. Na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. I like the song by the way. Ni neno lako tu na litumaini. Ni neno lako tu la kutumaini. Umeniinua juu ya mbingu lako Bwana. Alikurudi bure neno kinywa chako Bwana. Acha nilishikilie, nilitumaini, nikikungoja Bwana. Acha nilishikilie, nikitumaini, nikikungoja. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama na neno lako. Nakubaliana Bwana. Nakubaliana na neno lako. Oh yes. Yes.
Tena amepotea. Miss Omwesh, umesikia vile niko na waimbaji bana. Hapa Kisii tumebarikiwa. Hivyo ni vizuri by the way. Yeah. Okay, sasa wewe ongeza wimbo mwingine tukiendelea kungoja mida inasonga pale. Fan wa praise and worship. Nani huyo? Wewe? Mimi si fan of praise and worship. Wewe ni fan wa nini? Si unaelewa tu. Wewe ni fan wa Moshene? Si Moshene. Mimi siendangi nini, sijui praise and worship. Si unaelewa shashenye nini? Nimeelewa sasa, nimekupata. Yeah. Okay, thank you. Brian, nimekuona tena umerejea. Miss Omwesh anasema kwamba unabariki sana. Hebu ongea na Miss Omwesh sasa hivi. Sorry. Naweza mkaongea na Miss Omwesh. Aya. Jameni, yani ni kama hii mitambo leo inatusumbua. Kote nimesunguka, kote nimetafuta, kote hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote nimetafuta, kote nimesunguka, kote hakuna na hata kuwepo. Praise and worship. Unajua mazee. Na vile member supu hivyo. Rafiki chakutumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema kutosha, ila damu yake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Simnisaidie basi. Nikusaidie kutoka hapo, umekuwa hivyo smart. Nina amani sina. Simnisaidie haki. Sina hofu mbele zake. Yani unatuliza tu vizuri, unasonga vizuri. Yani haina haja tu ujisumbue, yani inakuwa tu rahisi kwako na unasonga kwa njia ya taratibu. So worry not. Haya, tunaendelea kabisa. Naona director pahali pale anaendelea kusema tuendelee. Tunasukuma gurudumu. Tumebaki dakika 8 pale tuweze kujiunga naye ndugu yetu. Anasema kwamba yuko anamalizia sapa. Kwa hivyo anakuja anaendelea kujitayarisha kweli. So tutaweza kuongea na yeye in a few. So usiondoke. Brian. Yes sir. Nimekuona. Nisharudi, nilichukua flight mode na I think now the network iko clear sasa. Yeah, it's now clear at least. Okay, tunaweza ongea sasa. Kabisa sasa, it's so clear. Very clear. Yeah, iko sawa. Excellent yani Amina. Haya, ongelesha Miss Anur. Where Miss Omwasha? Unajua hiyo jina ya kama inafanana yangu. Nimesahau nikaongea Anu hapa na Anu ndiye anasumbua hapa kwa kamera. Anu njoo. Hello. Anu ananisumbua hapa kwa kamera ndio maana hata nimemsahau nikaongea muhusu. Yes. Mimi simsumbui, unadanganya. Umeishi napata huyu kijana? Tunangoja uongee. Naona Anu ananisumbua hapa. Anu amekuwa akikuwa na kueleza mambo ya bedroom, sasa sijui leo atakueleza nini na Mungu.
Nafikiri sijui Mungu. Hebu waambie unajua Mungu kuhusu, unajua Mungu ni nini? Mungu ni nani? Okay, hello. Yes, Hello. nakupata. Miso Omwesha. Ni kama amenipia jina bwana. Papa, hebu chunguza vizuri. Huyo tutamchunguza, ni kama ulimpa surname. Haya, anaendelea kushughulikia nini. Hata huyu dada hapa anataka kutuongelesha. Miss Omweshi huko. Aha, Miss Omweshi huko. Okay, wacha huyu atuambie juu ya God. Unajua nini juu na Mungu? God is so faithful. Okay, I know about God. Know that I don't talk about him publicly, maanishi kwamba sijui. You can talk today, you have a chance to talk publicly. Unataka kujua nini more specifically? What do you know about God? What I know about God is he is everything. Bila you can do anything. When you have any problem, just talk to him and just have faith. Because faith can move even mountains, you know. Oh, hallelujah. Amen. So yes. And I love him so much because he's done so much for me. And I thank him for that. Oh, hallelujah. I'm gonna share my story one time. Share it today. Not today. Tuko na dakika 4 zako, wewe share story yako. No, not today. Wakati utani invite. Unajua sasa nimekuja tu bila invite, no. So when you will invite me, I'll come over and then I'll encourage you because I know there's someone mwenye atakuwa inspired. Labda maisha ni ngumu kidesign fulani, but don't give up. Yes. Just trust in God and trust yourself and do the right thing. Follow your conscience. And then hizo ni mapito tu, yatapita na bado utabaki tu hapo na Mungu wako. So long as Mungu amekuamsha, amekupea another day, despite the challenges, anaamini kwamba ama anajua those challenges haziwezi pita what you can do. Zinakutosha. So ni zichukule kama test of faith. Menela. Miss Pastor amekuwa hapa, so huyu ndio pastor wangu hapa tukiwa hapa. Ni vile tu anakuwa hapa mida ile ya usiku hapa kuambia vile stories za huko bedrooms na workout. But pia ni nzuri, wenda lakini unajua umekula chakula hapa, sijakula. Haya, so huyu ndiye anaitwa Miss Anu, amekuwa pamoja na wewe all along, so she is with us today. Ako nyuma ya kamera, so tunajaribu kujua ni yepi ambaye anajua kuhusu Mungu. Umesikia hapa mini challenge, si kwamba jui kitu kuhusiana na Mungu, anajua zaidi ya mimi wenda, na mimi najua kidogo sana. So tunaendelea kusonga mbele. Yeye ndiye ananifana hapa, nina blush. Unasema ku blush, nashinda kuongea what next, what should I tell next. Haya, naona kama mida yetu imefika pale, so we have to see if our brother is somewhere, alafu tumkimbisha hapa kwenye studio, itakuwa ni vizuri. Na hapa kidogo naona ni kama sound yangu inapotea, sijui mbona inapotea, sijui ni nguvu zimeisha. Sasa watu hapa lazima mtatuma lunch iko wapi bwana? Lunch sikukula, sapa ni kama sitakula. Sasa watu wamenikulia chakula, unaona hapa mwesha na leo niko confused ama nini. Unaona hapa Anu ananiambia ataniletea, na hajaniletea, ako kwa kamera tu bado. Jamini, tutajua what to do maze, tutajua what we will do. So wale ambao bado mnafuatilia mchezo wa football, bado sasa hivi Chelsea wako 0, Liverpool wako 0, dakika ni ya 23, zimebaki dakika 7 tu hivi, alafu hii mambo ya nasema extra time iishe kabisa. So tutakuwa tunawaambia ni lipi linajiri baada ya huu mchezo. So worry not, tuko hapa
Mambo ya kakitu bwana, naambiwa hapa mambo ya kakitu haiko bwana. Wakati wa kutuma kakitu wakati natumiwa kakitu, so ni wakati nangoja kutumiwa kakitu hapa. Jasper Obiero, bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Huko unatupata kutoka maeneo gani? Niko Kisii County, Kisii Town, hapa maeneo ya Milimani. Milimani mnatupata kwa njia gani? Nzuri? Network haipo ama network iko vizuri? Network iko nganga kabisa. Yeah. Alright, karibu kwenye show yetu. Jaribu kushare neno la Mwenyezi Mungu, na pia ungependa kushare yale ambao umeweza kuyajua, yale ambao umeweza sijui kama leo ndio umeenda kanisani kwanza. Kanisa yangu inakuanga on Saturday. Yes. Yeah, nilikuwa huko jana, huko kwetu nyumbani kabisa, huko ndio mi uendanga church. Nyumbani kwenu ni wapi jameni? South Mugirango, Nyamondo. Yeah, jana tulikuwa na fundraising. Ndio. So ikabidi niende huko nisaidie mahali penye nitaweza, mahali penye Mungu amenibariki. Ndio. Yeah. Vizuri kabisa. Karibu sasa, tuendelee kwenye siku hii ya leo. Sijui uko na wimbo gani unaweza ukatuambia, ama pia uko na neno ambalo ni la kutuhimiza pia unaweza ukatuambia, itakuwa ni vizuri. Naomba unipe dakika mbili tu nijiprepare na rudi online sai. Sawa, haina shida. Haya, endelea kutizama hapo. Ndugu Brian Omwenga utaongea, alafu nikiongea na ndugu yetu Patrick kwa njia ya simu. Hiyo ilikuwa ni harakati ya kuongea na ndugu yetu Kubuya, anakuja na short world. So wale ambao mko mbalimbali, mngependa tu kujua story ya Patrick Kubuya, mngependa kujua alizaliwa wapi, mngependa kujua kama ako na mke, ama mngependa kujua kama anakuja Kenya lini, sasa tuingie hapa kabisa, tuweze kujua story kumhusu. Itakuwa ni vizuri sana kabisa. So share link ndio hiyo nimeipost hapo, tushare pale, itakuwa ni vizuri tukiongea kwa njia ya taratibu, na tungependa tu kujua who is this Patrick Kubuya. By the way, tuanze na Miss Omwesh, ungependa kujua nini kuhusiana na Patrick Kubuya? Miss Omwesh. Patrick Kubuya anaingia in a short while, some seconds, 1 2 3 pale tunahesabu in a few minutes So ungependa kujua nini kuhusu Patrick Kubuya? Ungependa kujua nini? Itakuwa ni vizuri tukiendelea kushana sisi katika siku hii ya leo. What do you want to know about Patrick Kubuya? What would you like to know about Patrick Kubuya? Somebody send your text in hapa hivi kwenye mtambo wetu, na pia nambari yangu ya simu iko pale, unaweza ukatuma ujumbe kwa 0758253748. Yani, na pia kama ungependa kutuma sound ambayo kidogo unaona kwamba si vizuri uweze kuongea na njia ya mtambo hapa, nambari yangu ya WhatsApp ni 0758253748. Hiyo utaweza kutuma your voice note na itaweza kuingia rasmi kabisa kwenye simu ya kwangu. Yes, kwa wale ambao pia mngependa tu kuconnect through WhatsApp, mpeni kuconnect through hii mitambo mingine, just send that, ingia tu kwa simu, tafuta namba ya 0758253748. Itakuwa ni vizuri ukiongana na sisi katika siku hii ya leo.
Na pia kuna some of the musicians pia mngependa kufanyiwa mahojiano live hapa kwenye Kisii Hot TV, ambapo pia mngependa kujuana na mimi. Pia hiyo ni namba yenu 0758253748. Itakuwa ni vizuri. Karibu sana. Na ndugu yetu Patrick Kubuya ameingia kabisa kwa njia iliyo rasmi. Kwa hivyo kama uko pale hujawahi muona Patrick Kubuya, kama dada yangu Anu alikuwa ananiambia hamjui, sasa ataweza kumjua. Anu, ungependa kujua nini kuhusiana na Patrick Kubuya? Utaweza kusend in kwa njia ya mtambo wetu wa YouTube ama Facebook. Itakuwa ni vizuri. Patrick Kubuya yuko hapa. Hako kuengiza, lakini tunajua atapata mwanga namna gani. So kwa wale wote ambao mngependa kujua mgeni wetu yuko hapa rasmi kabisa, tutaweza kufanya mahojiano live kabisa. Yes, Patrick, ujambo? Si jambo bro, nipo sawa. Uko sawa? Leo uko kwenye giza bana. Sure. Kwani stima zimeenda bana? Basi nibadili room Haya. Karibu sana. Huyo ndio Patrick Kubuya, anaendelea kutafuta room ambayo ataweza kuingia, alafu tuweze kuona mwanga. Na ndio kidogo msiseme kwamba hii Kisii Hot TV iko na ujanja, wanaleta mtu ambaye si Patrick Kubuya. Wangependa kumuona sura. Yeye ni kama Daudi mwenye tunamuongelea kwenye Biblia. Usijali. So kama uko pale ungependa kujua kuhusiana na Patrick Kubuya, lile ambalo ungependa kulifahamu kuhusu Patrick Kubuya, kile ambacho haujakijua kuhusu Patrick Kubuya, yuko hapa live. Ungependa kushare story na yeye? Haya, karibu sana, tutakuwa ni vizuri tukiwa kama tunabarikiwa kwa njia iliyo taratibu kabisa. Alright? Anu ananicheka damini. Anu ananicheka nini? Haya, tutajua Patrick Kubuya yuko hapa. By the way, ungependa kujua kuhusu anything about Patrick Kubuya, hasa yuko kwenye mwanga sasa, yuko live kabisa kutoka maeneo pale ambapo ataweza kutuambia kwamba leo yuko maeneo gani. Huenda alisafiri, hatujui. Itakuwa ni vizuri. Patrick, ujambo tena? Si jambo bro, nipo sawa. Hope unatupata vizuri. Nawapata vizuri kabisa. Vizuri. Tunakupata vizuri. Nakupata vizuri. Lakini ghafla tu unatuacha hivi, picha inatoroka, sijui ikiwa itapatikana hiyo. Nilikuwa natafuta kukaa vizuri, niko na badili sasa kona na kona. Okay, karibu sana. Sasa sijui tutaanzia wapi. Miss Anu anasema hatumuone, lakini najua kwamba hivi sasa wamekuweza kukuona na hawatakuwa na shida, hawatakuwa na balaa yoyote, tutakuwa vizuri. Haya, nataka tuweze kujua moja kwa moja. Tunaongea na Patrick Kubuya. Patrick Kubuya ni nani haswa kwa wale wote ambao hawajamjua? Kwa wale wote ambao hawajajua, Patrick Kubuya ni mtumishi wa Mungu. Na ni mwimbaji pia. Natumikia Mungu kwa uimbaji, lakini pia nipo mwinjilisti. Ndio. Mimi ni baba. Ndio. Nimeoa tayari na mtoto mmoja na mke mmoja. Sasa ulihasi ukapera siku gani ndugu yangu? Unasema? Uliasi ujana siku gani? Kaka, miaka 10 sasa imepita. 2012 Ndio. Vizuri. Kwa hivyo sasa hivi unaitwa baba? Ninaitwa baba kweli. Wow, karibu sana. So karibu sasa, jinsi vizuri. Nakumbuka kwamba tulikuwa na mahojiano na wewe mwaka jana, mwezi ni wa Juni pale. Hasa leo hii tumeungana tena, kwa hivyo tunakukaribia tena mara nyingine kwa heshima kubwa sana. Asante, nashukuru sana. Nashukuru pia kwa mwaliko wako. Na mbariki Mungu sana. Amen. Sasa tungependa tu kujua huyu Patrick Kubuya ambaye sasa hivi ni baba ya mtoto, pia yeye kuna wakati alikuwa mtoto.
Hasa huyu Patrick Kubuya alizaliwa eneo lipi, na pia amekuwa kwa familia gani? Kidogo tu watu wangependa kujua historia ya kwako, ingekuwa vizuri. Nilizaliwa Goma, Ndiyo. mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niko kwa jamaa watoto 7. Ndiyo. Mimi ni wa kwanza, wa kwanza. Mimi ni mzaliwa wa kwanza, na nimezaliwa katika jamaa ya Kikristo, na nimekula katika jamaa ya Kikristo kweli. Yeah. Kwa hivyo tunaongea na mtu ama tunaongea na ndugu ambaye yeye alizaliwa kwenye nyumba ya kifamilia ama familia ambayo inamjua Mungu. Ndiyo. Asa binafsi wewe uliokoka ukiwa mchanga ama ilichukua muda wewe kuokoka, ama tu haujawahi okoka? Unajua kuna watu tulizaliwa kanisani tukakuwa hivyo hata sasa hatujui kama tuliokoka lini. Kweli nimekulia kanisani pia. Ndiyo. Na Mungu nikiwa mtoto mdogo kabisa. Ndiyo. Hata nibatizwa na nina miaka 12. Miaka 12 ndio nibatizwa. Na imekuwa muda mrefu sasa leo. Imekuwa muda mrefu sana. Na kwa kweli hapo tulipobatizwa mwaka 12 bado ilikuwa sijamjua Kristo kweli. Ndiyo. Na kukua kama na experience fulani na yeye mwenyewe Kristo. Ilikuwa mambo ya tabia na ya kidini. Ndiyo. Kubatizwa. So inabidi pia muda mrefu kabisa na ili mie nipate kukutanana kabisa na Mungu wangu sasa. Ndiyo. Nianze nimtumikie sasa. Ili ni omba muda mrefu sana. Yeah, lakini kwa saa hizi sasa nimekamilika kweli, nimekamilika. Kwa hivyo hapa hatuna shida, hatuna tabu. Aya, tunaongea na ndugu ambaye aliokoka, na mmesikia kwamba ama wewe mtazamaji umeweza kusikia kwamba Patrick Kubuya alizaliwa Goma. Na baadaye aliweza kuokoka akiwa na miaka 12. Tunasema kwamba wakati mtu ameokoka ni wakati amebatizwa mwanzo. Ndiyo, so unajua kwamba Biblia inasema kwamba atakaye kubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi abatizwe. Ndiyo. Sasa sisi utoto wamekwambia kwamba unamkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa kusome, ndiyo. Ndo wameingia ku process ya ubatizo, si ndio? Na ulivyoingia ku process ya ubatizo, ninaweza kusema kwamba kwa miaka 12 kwa kweli haujamjua Kristo, na maamuzi yako kweli ni changa. Unaona? Maamuzi yako ni changa. Unapochukua haya maamuzi haumaanishi unachokisema. So ili nichukua kabisa muda ili nianze nijiswali, niseme nilikubali kuwa Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lakini je, mwenendo wangu, tabia yangu, dini yangu yote inaonesha kweli kama nimempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wangu? Amna. Na ndo sasa nikaanza kumsogelea Kristo polepole. Nayo pia nichukua muda kweli. Lakini kwa leo sasa, kama nilivyokuambia, ni Mkristo kabisa. Amekamilika, mtu ambaye amekutana na Kristo kweli. Sasa tunapoongelea kuhusu Patrick Kubuya bado tunaongelea kuhusu mtoto aliyezaliwa, ndio akakulia kwenye familia ya Kristo, lakini hatujajua kidogo kuhusu wazazi wako, wapo hawamo, na kidogo tungependa kujua story tu ya mama ambaye nani huyu alikulea kiroho, ambao kidogo nasema kwamba huyu yeye hata ningekosa kanisa angenitandika. Okay. Wazazi wangu wazazi wa Kikristo pia. Ndiyo. Lakini wote wawili wameshafariki. Pole. Wote wameshafariki, lakini ni bibi ndiye aliyenitunza. Bibi yangu ndiye aliyenionyesha njia ya Kristo. Ndiyo. Unaona?
huyo ndio kabisa alikuwa nikikosa kanisa na ananichapa kabisa. Ndio. Morning glory nitaenda kwa mema na kwa shida. Nitaenda. Naona. Ni bibi yangu ndio aliyenionyesha njia za Kristo, na Mungu ambariki mahali alipo na anapopumzika pia, kwa maana naye pia amebariki. Wow, vizuri. Tunajaribu kujua, unajua kila mtu angependa kujua huyu ambaye alikufanya kwamba ukaenda kanisani ni nani. Sasa vizuri, huyu ambaye alikuwa ni kielelezo, ambaye alikuwa ni mzazi mzuri kidogo, tunashukuru sana. Haya, tunapoendelea kusonga, tunaendelea tu kujua na kufahamu historia kwako, na ninajua hapa inakuwa ni vizuri. Hasa hapa ulianza uimbaji wapi? Ulianzia wapi? Uimbaji nilianzia hapa Goma na tena kanisani. Lakini nina historia ndefu sana na uimbaji. Nilizaliwa mtoto mdogo na kwa miaka 6 kama sijakosea. Kwa miaka 6 nikaanza kanisani. Sasa unajua watoto huko kwenye hii kanisa, unaenda kwa kanisa lingine kule, unaenda kwa kanisa lingine kule. Sasa nikaanza jifunza kwa kanisa moja hivi, si Kipentekoste, inaitwa Neo Apostolic. Sijui kama unawajua hawa ndugu. So walikuwa wanaimba vizuri sana kama kwaya za Roman Catholic. Kwaya kabisa, napanga sauti nzuri sana. Na nilikuwa napenda sana kuwasikia wakiimba na nikianza washiriki. Lakini nilikuwa nikiwashiriki pia ninaenda kushiriki kwa Pentecost. Hapo nipo mtoto sana, wakawa wananifukuza kwenye kwaya. Kwaya za watoto, zile kwaya watoto nilikuwa nasema sitaingia kwenye kwaya za watoto. So nikaenda kwenye kwaya za watu wazima, na watu wazima wananiona mimi mtoto, sasa wananifukuza. Wananifukuza, wananiambia uende kwa watoto wenzako. Unaona? So nikakuwa hivyo, ninakuwa sitakuwa kwenye kwaya ya watoto na sitakuwa kwenye kwaya ya wakubwa, lakini naenda kushiriki na wakubwa tu. Nitakapo wakifanya mazoezi na mimi nipo hapo tu, hata kama sitaimba chochote, ninawaona wanavyofanya. So nilipokuwa na miaka sasa ndio nikaingia kwa wakubwa hapo. Na nikaanza kuimba. Sasa kwenye professional au niseme nikiingia kwenye group sasa za waimbaji, hapo kwa mwaka wa 1967 yes. 1967. Hiyo kwa kizungu ni gani? Iko 1097. Unaona? Okay. Hapo inanika ipo 11 sinapoa 1197, si ndio? 1997. Okay. Au 1997. 1997. Hapo nimeshika. Yeah. Hapo sasa 1997. Yeah. Ndio nilivyoingia kwenye kwaya kubwa. Lakini pia nikitoka 2007 nafikiri 2007 ndo nikaanza ingia sasa kwenye magroup. Nikaanza ingia kwenye magroup, jifunza kuimba. Njia ndefu kabisa. Ndio 2019 ndo nikiingia kwenye Chandelier de Gloire. Na nikiingia Chandelier de Gloire miaka 5 sasa. Miaka 5, kisha miaka 5 ndo Mungu ameniongoza sasa mwenyewe, kwa leo namiliki kundi. So ndo njia yangu hiyo sasa. Okay. Kwa hivyo
Ulianza kwenye kwaya 1997. Miaka mingi hadi 207 ni miaka mingi. Ni miaka 10 nikidhani ama ni miaka 10 pale. Miaka 10 tumeenda zaidi ya 20 hapa. Tumeenda zaidi ya 20. Okay. Haya, ninajaribu kuangalia pale. Alafu ulipomaliza ukaingia kwenye Jandele. Unasemanga Chandele. Siku hizi inajiita Crown Celebration. Inaitwa Chandelier de Gloire. Lakini niliona wamechange ikakuwa ya kizungu ikaitwa Crown Celebration siku hizi. Crown Celebration ilikuwa ni ibada waliofanya. Ni ibada tu, kama iko kama niseme mwanga. Unaona mwanga, hiyo ibada aliyofanya Evelyn Wanjiru. Ndio. Kama hiyo tu. Wanataka kitu Chandelier. Okay. Vizuri, tunashukuru, bado tunaendelea kujua hapa, ndio kidogo tu tujue pia wewe, yani ni kumaanisha pia wewe ulikuwa na challenge ya kuambiwa usiimbe hadi wakati fulani ukakuja kuambiwa tena wewe unaweza ukaimba, sasa ingia kwenye kikundi hiki. Kumbe watu pitia mambo ambao kidogo sisi tunadhani ni kama mmetoka tu hapa tu juzi. Amna, ni njia ndefu sana. Hiyo tumeliangalia hilo lazima Wakenya lakini lazima Wakenya watalisikia hilo. Haya, na baadaye sasa ulipoingia ndipo mkafanya nyimbo ngapi ndipo kidogo kuweza kushirikishwa kwa wimbo mmoja? Kwa sababu nakumbuka umeshirikishwa kwa wimbo wa Rafiki. Tulianza Chandelier zamani kabisa, kama ni 2019. Ndio. 2019, lakini wimbo wa Rafiki Mwema ulikuwa 2020 nafikiri, 2020 nafikiri. So mimi sasa sikuwa sana kwenye kundi, kwa maana nilikuwa nifanyia kazi mkoa mwingine. So unakatika sijui ni mitambo kidogo tena inasumbua, lakini itakuwa ni vizuri. Sorry, kulikuwa mtu alikuwa akinilia kwenye simu. Hello? Ndio, nakupata. Hello? Nakupata ndugu. Hello? Halo, unanipata? Sipati tena kaka. Haya, ondoka alafu urejee kama inasumbua. Ikiwa inasumbua utaondoka alafu utarejea. Hello? Ikiwa inasumbua utaondoka alafu urejee. Mitambo yetu kidogo hapo inajaribu kusumbua lakini itakuwa shwari. Acha atatoka alafu atarejea, itakuwa ni vizuri. So usiogope ama usiondoke bado. Hata kama ameondoka hivyo, itakuwa kwanza ni fursa nzuri kwako wewe kwenda kumwambia jirani ama ndugu kwamba hapa kuna mtu mwingine, hapa kuna ndugu hapa Patrick ambaye anajaribu kushare story yake. Sasa hivi tumefika katika ile kujua kwamba alianza kufahamika vipi, na amesema kwamba aliweza kuathirika kwa sababu ya masuala ya tunasema kwamba masuala ya tunasema ni tunasema kidogo masuala ya kikazi yalikuwa na msukuma akiwa kwenye harakati hiyo kwenye Jandele. Ataweza kutuambia ile jina linakalia ngumu kila wakati, sasa sijui ni kwa nini. Patrick. Yes kaka. Hili jina linanikalia gumu kila wakati. Chandelier ama inaitwaje? Chandelier.
Yeah. Na hilo la kwenda mbele? La kwenda mbele linaitwaje? Hapo sikupata sawa. Hilo la mbele baada ya Chandelier. Iko Chandelier de gloire. Okay. Hilo jina linanitatiza. Hata wakati nimecheza kicho kibao kwenye redio huwa kinanitatiza explain, lakini mimi natumianga Crown Celebration. Ni gumu kwa maana ni Kifaransa. Ni Kifaransa Chandelier de gloire. Maana yake kwa Kiswahili ni gani? Kwa Kiswahili sasa Kiswahili sitaweza kuonyesha kabisa saa, lakini unajua kama pahali patakatifu kulikuwa hizi taa 7 hivi. Ndio. Unaona hizi taa 7 zilikuwa mahali patakatifu. Ndio. Haya, hizo taa 7 ndo Chandelier. Sasa sema Chandelier ya utukufu. Sasa sijui kama nazihitaji Chandelier. Zile za utukufu. Okay, nimeshika sasa. Nimeshika kidogo. Au tuseme mwanga wa utukufu au taa ya utukufu. Yeah. Okay. Hapo nimeshika vizuri. Haya, tunaendelea kujua historia ya kwako kidogo, umeendelea kuelewa. Hasa nilikuwa nakuuliza kuhusiana na wimbo wenu wa kwanza ulisikika 2020 ambao ni mwaka mmoja miwili hapo imepita. Mwaka mmoja tu tuseme, kwa sababu mwaka 2021 ilikuwa mwaka jana. Hasa ni kama mwaka mmoja umepita tangia mlitoa kibao kile. Kibao kile nani alikuwa mtunzi? Kipi kile? Rafiki Mwema. Rafiki Mwema mtunzi anaitwa Eston. Anaitwa Eston. Yeah, anaitwa Eston. Ndio. So ndio mtunzi wa wimbo. Na wakati mlikuwa tu mkiimba huo wimbo kidogo tu tumependa tu kujua kwamba yani mlikuwa mnafikiriaje? Yani mtunzi alivyoeleza aliupata ujumbe kwa njia gani? Sasa kwa kusema kweli kumuuliza hata mimi sikuuliza, kwa maana wimbo ulifundishwa na mimi sipo. Ndio. Nilikuja na nifunzwa wimbo tukauimba wote. Lakini kwa kweli sijawahi uliza, lakini kitu ambacho ninafikiria ni kwamba ni mtu alikuwa akiona upendo wa Kristo. Ndio. Ni mtu ambaye alikuwa akiona mahali Kristo alimchukua. Ndio. Na kama alivyoimba au kama tunavyoimba nasema ni ndiye alifanya hatua ya kwanza, kwa maana ndiye aliyetupenda kabla sisi hatujampenda, unaona? So ninafikiria sana kilipokuwa kinawaka moyoni mwake ni kutafakari kwa ajili ya upendo wa Kristo. Ndio. Sasa wimbo huu baadaye uliamua kuzamia kabisa, uliamua kuondoka kwenye kikundi? Si mimi niliamua, nimekuambia kwamba Mungu kaniazimisha kwa tunafanya kazi tunaita kazi ya Mungu. Na maelekezo ni ya Mungu. Anakuambia Patrick, nafikiri kwamba muda wako umeisha hapa. Itakubidi uchukue hii njia hapo nitakuonesha. Na niketi nilipopata hiyo sauti nikaenda na wenzetu nikiwaambia wandugu, nimepata sauti ya Mungu na Mungu ameniazimisha kwamba niondoke, muda wangu umeisha hapa. Ndio. Itabidi ndio. Unajua kitu Mungu anachokusudia ama kitu Mungu ambacho anachosababisha. Weka utayari ndani ya watu wengine ili utakapokusikia wasikie kama ni kitu cha kimungu.
Ndio. So nilivyofika tukionana nao nikawaambia, napo tukiomba ndo tukiachana. Na hapo nikianza sasa kama mwaka mmoja sasa leo. Ndio. Sasa kulingana na wao walihisije yale ambao walijaribu kueleza, kwa sababu ulikuwa unawaambia ghafla, Patrick tena unaondoka kwa nini jamini? Sasa walihisije? Walikuambia, walikuacha kwa siha njema, ama walikuwa wanakuambia kidogo usiende? Yaani jambo lao kukuhusu walikuwa wanasemaje? Nilipowaambia mwanzo wakakubali, wakisema kwamba ni Mungu amesema, wao ni wanani ili wapinge. So, lakini yet watu ambao waliishi nao wanabaki hiyo kumbukumbu za siku mlizofanya pamoja. Ndio hapa ugumu kaja sasa. Lakini kweli Mungu kweli kweli, lakini ubaki kwanza muda wako kweli, tungali tunakuhitaji katika kundi kama hivyo. Lakini nikebaki kwa msimamo, kwa maana ni sauti ambayo niliyosikia mimi, na ni vigumu sana kwangu kusema kwamba nimejidanganya. Ndio. Kwa maombi kabla niende niwaone, nilifanya maombi fulani na maombi Mungu akakamilisha. So sikutakiwa kurudi tena, sikutakiwa kurudi kabisa. Naam, kidogo kabla tujaendelea, kuna huyu ambaye anaitwa Fredrick Ochieng. Yes. Unaweza kuongea na Patrick Kubuya? Unaweza kuongea na Patrick Kubuya? Mimi ndio nimeingia. Sasa sijui topic about gospel, but bado naendelea kumsikiliza, ndio nimeingia hata sasa hivi. Okay, hata si ukamsalimie bana. Okay, Patrick sasa. Sasa Patrick. Baba, nakusikia. Okay, umeshindaje? Nimeingia nikapata ukiongea karibu gospel. Karibu. Nashukuru sana, naendelea kusikiliza polepole, ingawaje kama naweza kuwa na swali nitakuuliza. Haya, sawa. Vizuri Fredrick Ochieng. Ochieng alikuwa hapa wiki jana. I think unaelewa, mtu wa kamera utanisaidia, masuala ya kamera imenizimia, utaweza ukanigeuzia hii ambaye ni battery, itakuwa ni vizuri. Battery itakuwa ni vizuri. Okay, Patrick, kidogo tushughulikie kamera hapa, alafu usiondoke, tuko hapa tu bado. We are to work on the cameras kabisa. So Patrick, baadaye, kwa sababu hicho kikundi kipo pale na nimekiona, so ulipoenda walisemaje? Ulikuwa unasema kama ulikuwa ushamaliza kuomba ukawaendea, alafu wakakubali, wakaambia Mungu amezungumza, basi wao hawawezi kupinga. Ndio. Na ndo tukachukua muda kuongea na tukiomba pamoja, na wakaniombea pia. Nikitoka sasa nikianza kupya. So unajua si kazi rahisi kabisa, kwamba unaweza kuanza na kazi fulani, kuanza from zero to where we are now. So ni vigumu sana, ni vigumu kabisa, lakini Mungu unajua kama ni Mungu aliyekwambia, na Mungu kweli anakupa jinsi ya kufanya. Ndio. Yeah. Haya, vizuri, tumeweza kufahamu kufikia hapo. Bado tunaendelea. So kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia, kama haujajua story yoyote kuhusiana na ndugu yetu Patrick, itakuwa ni vizuri kiweza kuulizia moja kwa moja siku hii ya leo. Ni fursa nzuri ambayo utaipata uweze kumuuliza swali lolote ambalo kidogo ungependa kujua. Kwa wale ambao mnatufuatilia kutoka kwa mitandao ya YouTube, mtaweza mkaweza pia kuuliza swali lolote.
itakuwa ni vizuri pia tukiweza kupata maswali yenu. Mtu wa kamera utaniongezea light kidogo kwa sababu ana hapa ni kama nimezimia, ni kama mimi si mimi. Tutaongeza hivyo, imetoshea. Haya, Patrick, tuko kwako bado. By the way, mwanzo hili swali nilikosa kuliuliza mara ya kwanza. Jina hili Patrick ni jina lako tangia uzaliwe ama ni jina baada ya kubatizwa? Network. Yes, unanipata? Unanipata ndugu yangu? Hello. Unanipata? Are you getting me? Nakupata la vizuri. Haya, itabidi tena umeondoka alafu tena urejee. Ni kama network inatukera hapa. Mimi ndo lakini ikiwa utakuwa vizuri utaniambia. So bado tunaendelea kushika pale. Tunaendelea kushika pale. Mitambo ndio imekuwa challenge kidogo, ataweza kuondoka alafu ataweza kurejea. I'm sure kwamba akirejea tena itakuwa nzuri kabisa. So endelea kutizama. Kwa wale wote ambao mko pale online, naona kwamba Judy Kumbuka ananiambia kwamba mwimbaji mzuri, thank you so much. Kwa wale wote ambao bado mko mnaendelea kutufuata, God bless you sana. Ataweza kurejea in a few tuweze kuendelea kwenye mahojiano. Hivyo ndivyo tumeelewana, tumeagana kidogo, alafu akirejea tutaweza kuzidi kwenye mazungumzo yetu ya siku hii ya leo. Wale ambao kidogo hamjamfahamu, endelea kumfahamu, endelea kumjua. Naendelea kushare hapa link ambayo utaingia nayo, ambayo utaweza kuingia nayo. Ukiingia nayo basi itakuwa ni vizuri, ili kwamba uweze kumuuliza maswali mawili matatu ambayo ungependa kujua kuhusu maisha yake na pia kuhusu huduma. Ndio, itakuwa ni vizuri ukifanya vile, itakuwa ni sawa kabisa. Ambapo bado tunaendelea zikiwa zimekatika ni dakika 36. Na by the way, bad news for Chelsea hivi sasa mmetuangwa kwenye penalty. Sasa hivi sasa hamna kikombe cha Carling Cup, sasa mumeenda nyumbani. Enda nyumbani vizuri. Wale ambao kidogo mnaendelea kufuatilia, mlienda mimi ndio hata kwanza mlienda. Watu mlikuwa mnaenda kuwatch game ndio mlienda mkaribu, mkaacha neno bwana. Sasa inakuwa ni vizuri ikiwa kwamba unashika vizuri. Sasa Kepa alitupa penalty vibaya sana. Sasa ni kubaya, but we thank God kwamba bado tunaendelea kwa njia nzuri. Kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia, God bless you so much. Naona Frederick Ochieng. Ndugu yangu, kutuambia unatupata kutoka maeneo gani ndio tujue kwamba wewe ni wa eneo gani, ndio tujue kwamba kama next time tutaambiwa tukuje kuhubiri kwenu, tutakuja tuhubiri neno bwana. Okay, mimi naitwa Frederick Ochieng, jinsi unavyoona hapo. Ndio. Mimi natoka Homa Bay huko Nyanza, lakini wakati kama huu niko Nairobi kwa njia ya kutafuta. Mimi nimependa maneno ya Mungu sana. Nimependa uimbaji, songs and service, hata maneno ya Biblia kuhubiri, yote naipenda. Sasa mimi I am a Christian, nimependa Mungu, hata familia yangu wote tunapenda Mungu, tunamtumikia kila wakati. Kwa hivyo leo umeshiriki kanisa gani ndugu yangu?
Sasa mimi ni wa Saturday. Mimi ni wa Seventh Day Adventist Saturday. So leo si kwa kanisa, nilikuwa kanisa jana. Sasa tungependa tu kujua ulikoshiriki ilikuwa ni wapi na pia ilikuwa ni eneo lipi, kidogo tuweze kufahamu. By the way, ni vizuri kujua kama mtu ulishiriki kanisa gani, ndio kidogo kama wewe ni mshirika wa kanisa gani, alafu unataja pasta wako, ndio kidogo tunaweza kumuelewa, au sio? Ndio. Sasa mimi nashiriki katika kanisa ya Berea SDA, hiyo iko Kayole. So tuko under Central Union, under the Seventh Day Adventist Central, that is the church just in the town area. And our pastor is called Pastor Ezekiel. I don't know the second name wanga inanisumbua, but I just know him, Pastor Ezekiel. So he's a good pastor, and I think the service, the way he conducts the services are good. Otherwise, ukifika pale Kayole Berea SDA utatupata hapo. I am a youth member and I'm also a choir member. We sing the hymnals and other songs that we compose, many songs that we are even due to record anytime, I think from next month. Okay, thank you so much. Neno ambalo mlishia jana lipi? Jana tulikuwa tunaongelelea ARM, that is Adventist Muslim Religion. Sasa kama Wakristo na Waislamu tuko na utofauti gani, na nini hiyo inaleta utofauti kati yetu? Tunapata kama Waislamu hawaamini Yesu ambayo wanaita Muhammad, na mbona hasa hawaamini? Sasa jana tulikuwa tunazungumza hiyo, tukifunzwa maneno iliyo katika hicho Biblia chao, kama sisi Wakristo pia the words that are in our Bible. So like yesterday we came to realize that almost 99% of things zenye ziko kwa Quran na zenye ziko kwa Biblia, they are almost the same, but the only thing where they don't contact something that they do parallel with us is Jesus. They don't accept Jesus, everything God they accept, everything creation, but Jesus. That is now we come to understand more and more and how we can reach them and even reach to them and even consult with them so they accept Christ as our Savior. Okay, thank you so much kwa hilo. Na wimbo itakuwa ni vizuri live kidogo. Hawajajua kama uko na uwezo wa kuimba Fredrick Ochieng, ndio wataweza kusikia wimbo wako na itakuwa ni baraka kwao siku hii ya leo. Kwa hivyo karibu sana na wimbo wowote ambao kidogo ungependa kuimba siku hii ya leo. Wimbo aswa tuko na wimbo mingi kama hymnals from books, and then tuko na zile maybe kwa church choir, but as for now the songs that always in my mind is that there are 3 songs, hymnals. Each and every time if I sing these songs, I feel very energetic. I have hope in the future. So one song is from the SBA hymnal, song 99, which says, do not dismay. Yani, just be just strong, don't be afraid. Inaenda, maybe I can do one stanza and maybe a chorus. Inaenda, do not dismay, God already died. God will take care of you.
beneath His wings of starry down. God will take care of you. God will take care of you. Every day, all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Be ready, Lord. Oh, keep His arm. God will take care of you. Fredrick, ni kama kwenu kunanyesha sana. Jasper Obiero, Bwana Yesu asifiwe. Jasper Obiero na mwanmute. Oh, good. Jasper Obiero, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nimerudi. I have been busy somewhere. Yes. Yeah, so the topic. So uko free sasa hivi, unaweza kutuambia neno, itakuwa ni vizuri. Neno siwezi ongea, wimbo siwezi imba, sikubarikiwa na hiyo sauti ya kuimba. Tote tulikuwa tunachangia kwa mada. Ya mada ya leo ilikuwa gani? Hapa kwa sasa hivi mada haswa mada kubwa ni kuhusu kuabudu. Leo umeabudu kanisani. Ulisema kuhusu kuabudu, uliabudu jana, sio? Ya, niliabudu jana. Na tukasema kwamba unaweza ukashia neno la Mungu. Sasa wewe umesema kwamba unaweza ukashia neno la Mungu bwana. Sijasema ni siwezi kashia neno la Mungu, nilikuwa nasema Ulikuwa unasemaje? Leo ingekuwa vizuri tuangazie mambo na nyimbo. Yeah. Okay. Kuna huu wimbo wenye napenda sana inaitwa Safari. Yeah. Yes, what does the song Safari talks about? Safari pia kuna my friends wenye na nini. My friends tena wanakuanga comedians. Wanakuanga kwa inaitwa Seito FM. Wanapenda hiyo nyimbo na pia mimi napenda. Yeah, wanaimba vizuri sana. Inaitwa Safari. Yeah. Kama unaweza icheza live ama itakuwa ngumu. Itakuwa ni baadaye, lakini tunaendelea kwa sababu tunangoja mgeni mwenye tulikuwa tunaongea na yeye. Ni kama mitambo ilikuwa ngumu, sababu bado tunaendelea na mahojiano live hapa kwenye. Yeah, mgeni yupi hiyo? Ulipoingia uliona kwamba kumeandikwa ni Patrick Kubuya. Patrick Kubuya ameimba ama ni mhubiri? Zote, anafanya zote. Yeye ni mhubiri, ameimba. Naomba nijue nini song yake moja. Haya, tulia hapo, utaekea wimbo huo. Let me just check on this.
Kuna wimbo ambao umeimbwa lakini ni kupitia dada fulani ameweza kuimba huo wimbo, so we expect kwamba itakuwa nzuri in a few. Okay, haya, let me check this. By the way, kuna watu ambao kama ungependa kuingia kwenye stream hivi sasa itakuwa ni vizuri, ukiingia hapa itakuwa ni vizuri ajabu. We will be happy having you right here kwenye mazungumzo ya siku hii ya leo. Tena nirudie wimbo huu, ni kikundi fulani kiliimba, kwa hivyo utaupata kutoka kwa hichi kikundi, ndio utaweza kupata kutoka hapo. Naona ndugu yangu hapa amekasirika, wamegongwa. Sasa wamegongwa vibaya sana. Sasa hii ana mdomo. Nitarudia baada ya hiki kibao. Haya. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo
yote kwangu. Yawe, we ni 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 yote kwangu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, we ni yote kwangu. Yawe, we ni yote kwangu. Ya vizuri, tunaendelea kwa njia iliyo nzuri, lakini ni kumaanisha kwamba wakati wetu umeisha, mida yetu imeisha pale, so we need to really finish. Ilikuwa kwamba ni kusudi letu kama tuendeleze kuendelea, lakini ni kama ndugu yetu amekumbwa na shida ya network pale, lakini anasema kwamba tutaweza kuschedule next week, so usiongoje ama usihofu, tutapatana hapa siku ya next week, siku ya Sunday, ama iwe kwamba ni Sunday, ya itakuwa ni kwamba ni Sunday, maana Friday tutaona vile tutafanya mambo ya welcoming the Sabbath. Itakuwa ni vizuri tukiwa kwa njia hiyo. Thank you so much kwa sababu ya wakati wako kufikia hivi sasa. Naona kama zimebaki dakika 5 ziweze kutumia mida ya saa 5. Kwa hivyo nakuachia rehema ya Mwenyezi Mungu uweze kukuangazia, na pia uwe kwamba wewe ni wa baraka kwetu, na pia tunaomba tu iendelea kusubscribe ikiwa kama wewe ndio mara yako ya kwanza kuingia kwenye YouTube channel hii, na pia kwamba unaelewa kuhusiana na YouTube, pia unaweza kutafuta jina Papa Isaac LENARD, utaweza kusubscribe pale. Ikiwa kama wewe ni mgeni, pia pale Facebook unaweza kutupata kama Kisii Hot TV, itakuwa ni vizuri kwa njia hiyo ya taratibu. Thank you so much kwa wakati wako. God bless you. Naitwa Papa Isaac LENARD. Tupatane tena wakati mwingine inshallah. Kesho najua kwamba ni mambo na politics, itakuwa hapa na kuendelea. Najua wiki mambo tulichange kidogo kwa wale ambao hamjafahamu. Siku ambazo tutakuwa hapa kwa masuala ya gospel ni Friday na Sunday peke yake, lakini hayo masiku ama siku zingine si masiku hizo, siku zingine mtakuwa naye ndugu Urukuntu, na siku zingine pia mtakuwa na mimi. So thank you kwa sababu ya wakati wako. Pia tuko na Anu, mliona hapa anajua kuhubiri, so next time mtakuwa pamoja na yeye, itakuwa ni vizuri. Thank you so much kwa wakati wako. God bless you and have a blessed evening all together. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. God bless you. Have a blessed night. Have a blessed night. Shalom. Shalom.